alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwa haya ninayoongea, sioni sababu ya jamii kumshambulia Haji Manara. Ingekuwa katika jamii ya kumshambulia Haji Manara, basi hata mimi pia ningekuwa kwanza kumshambulia. Isipokuwa klipu zangu nilizozitoa katika elimu za nyuma zilizopita, nilimwongelea ukweli Haji Manara. Kwa ukweli, sikuongea kwa jirasi au kumshambulia, nilichoongea kina ukweli. Nilimkosoa makosa yake kwenye ukweli. Lakini hadi niliyokosoa yenye ukweli imeonekanika majibu yake sasa. Isipokuwa kitu ambacho kinasikitisha, watu wengi wanamshambulia kwamba bwana sijui yeye aache kuoa. Ikiona akili timamu, huwezi kumwambia mja mwenzako au binadamu mwenzako aache kuoa. Aache kuoa kwa maana ile aendelee kudhini. Basi bora unayeoa kila siku anaacha. Muacheni tu aoe au aache kila siku. Lakini iko siku Allah atambariki. Wanapategemea watu atakuja kuacha. Siku atakuja kuoa na safari yake itakuwa imefika hapo. Ataoa ataacha, ataoa ataacha, lakini siku atakaa kwenye ndoa hiyo kweli ambayo Allah atambariki. Hii ni mitihani. Yoyote anayemshambulia huyu kwa ubaya, anamshambulia Haji Manara. Huyu hajielewi na ufahamu wake tu hajielewi. Kwa sababu duniani tumeletwa kumwabudu Allah na kufanya mambo mema. Leo Haji anaoa anaacha, anaoa anaacha, anaoa anaacha. Nilizania tutakaa kwa pamoja, kama kuna mahaba gani tumuombe dua Mwenyezi Mungu amjalie kila kheri, apate mwanamke mwenye maana na aondoshe mitihani hiyo. Lakini wewe unamshambulia. Mimi na imani katika kushambuliwa kwa Haji Manara, umaarufu pia unachangia watu wamshambulie. Je, wewe unamshambulia ungekuwa hauna umaarufu huo, watu wakayajua yako, singine hata Haji Manara yake na afadhali. Isipokuwa kaka Haji Manara, ninachokwambia ni kitu kimoja, sio unifuate mimi. Wewe mwenyewe ni mwalimu na wewe mwenyewe ni mhangaikaji katika harakati zako za kisiri. Hebu jihangaikie. Kipo kitu ambacho kinasababishwa na nyota yako. Kama unahitaji kuamini, kipo kitu. Na ndio maana ukinifuatilia mimi toka nilipoanza kuzungumzia wewe, hakuna uongo unaotokea katika changamoto hizi ambazo zimetokea. Kwa hiyo tizama kiumakini, jifanyie utafiti kwenye nyota yako, utajua wapi kuna shida. Na ndio maana nilisema katika nyota ya Haji Manara, maadui zake wakubwa ni wanawake. Kwa sababu katika shikeli 16, shikeli ya 7 ni inkisi. Inkisi inawakilisha inkisi ndoa, ndio mlango wa 7. Lakini shikeli hii ya 7 ya ndoa katika nyota ya Haji Manara, shikeli ndio adui yake, yani inkisi ndio adui yake. Sasa kama ikiwa inkisi adui yake, unafikia atakuwa mtu mwenye kufurahia mapenzi? Sio kweli. Na mtu anayesema Haji Manara hajitoi kwa wanawake katika kuwasaidia kujituma, si mkweli. Isipokuwa mimi na imani Haji Manara tu nyota yake inaleta changamoto nyingi na watu. Msimchambulie mtu maneno makali yakapitiliza. Hakuna mabaya anayofanya. Na mimi pia nikupe moyo na nikupe ujasiri Haji Manara. Mimi nakuamrisha kwa uwezo wa Allah, sio kwa uwezo wangu mimi, usichoke kuoa. Kila siku oa. Lakini tu katika ibada zako za usiku usisahau kumwomba Allah, Allah nijalie kheri na salama, nimpate mwanamke akawa mwema kwangu. Mitihani katika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuwa Haji Manara. Na yeye ndio kiigizo chema mtume wetu. Na mitihani aliyoipata mtume wetu, kuna binadamu gani umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binadamu gani anaweza kuivumilia mitihani ya mtume? Na huwezi kupata mitihani kama mtume. Kwa hiyo mimi niseme kaka Haji Manara, wala asikutoshe maneno haya. Na kama Allah alibariki uheshimike, utaendelea kuheshimika. Ataone kuchafua sio bure. Tumuombe Allah atupe hatima njema.